Unatazama Ndizi TV. Naam, ni saa 7 kamili mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa. Karibu kwenye mpasho saa 7 ikiwa ni siku ya 3 ya Aprili mwaka wa 2025. Nimekuandalia mengi ikiwamo ziara yake Rais William Ruto Mlima Kenya ikiingia siku ya 3. Hayo na mengi zaidi ambayo nimekuandalia mchana wa siku hii ya leo. Ungana nami Jacinta Nyabeta mpaka mwisho. Mtafsiri kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose. Karibu. Tukianza na taarifa za tume ya IEBC ni kwamba zoezi la kuendelea kuwatafuta wateule ambao wanaendelea kuwania ukamishna kwa tume ya IEBC umeingia siku ya 5 hii leo, huku kamishna ama jopo hilo likiongezwa siku 12 kuendesha shughuli hiyo kwa urahisi na kwa ukamilifu zaidi. Na jopo hilo ambalo linaongozwa naye Nelson Makanda litaendeleza shughuli hiyo kufikia tarehe 12 Mei mwaka huu, ambapo watakuwa wanaendelea kuteua wateule 111. FCPS Tanui, I must admit that's a very tricky question for me because of I do recognize this need for specialization, but at the same time I think there's importance in integration, where now we can bring different, because the whole essence of the law, as has been said, in terms of defining those various skills, finance, ICT, and what have you, is to try to integrate many knowledges and skills and backgrounds. But in my situation, I must admit, it's very unique, because then I have all this project management, law, conflict resolution, all put in one person. And therefore, I don't know then how I can be able to say, even when I'm in the commission, to remove myself from a particular set skill, and yet I have the expertise. For me, the way I look at it, depending on, because I know the work of the commission is structured. For example, most of the work, as I said before, is done within the committees. Na tukiingia kwenye ziara yake Rais William Ruto ameingia siku ya 3 kwenye ziara yake ya kuzuru Mlima Kenya, ambapo siku ya leo amezuru kaunti ya Nyandarua asubuhi ya leo, na mchana atakuwa anaelekea kwenye kaunti ya Murang'a. Katika kaunti ya Nyandarua, Rais William Ruto amezindua miradi tofauti na kukagua miradi ambayo inaendelea, ikiwemo barabara, ambapo alitoa ahidi kuwa atakuwa na waboresha wakazi miundombinu ya barabara, hospitali na kuleta umeme kwenye eneo hilo la Mlima Kenya. Siku ya kesho, Rais William Ruto anatarajiwa kutembea kwenye kaunti ya Kiambu na kaunti ya Tharaka Nithi. Kuanzia next week, mimi natuma watu wa national government wa take over this hospital, wajenge, wamalize, tukamilishe ndani ya mwaka moja, alafu turudishe kwa watu wa hapa Nyandarua. Tukiwa tumekamilisha, tukiwa tumeweka equipment ndani yake, ndio muweze kutumia katika mambo yenu ya kushughulika na mambo ya matibabu ya sehemu hii. Sasa nimefika na mambo ya stima, waziri wa stima yuko hapa, PS wangu wa stima yuko hapa, na tumesema tunawapatia Nyandarua 1.6 billion kuconnect watu 14,000 wapya kwa huduma ya stima hapa Nyandarua. Tumekuja hapa kwa sababu tuko na program ya affordable housing, tuko hapa na program ya barabara, na watu wa Nyandarua walinieleza ya kwamba hii ni county moja ambayo haina university. Na wakati walikuja kwangu, tumeketi chini na wao
Na sasa nataka niwatangazie watu wa Nyandarua, kuanzia Ijumaa iliyopita tuko na university hapa Nyandarua. Naam, tukisonga mbele ni kwamba kutoka kaunti ama bunge la Kuria East ni kwamba wanafunzi kutoka shule mbalimbali kwa sasa wamehimizwa wajiingize kwenye kilimo ili kuweza kuendelea kujikimu kimaisha na kutoka kwenye ama kujitoa kwenye dhulma za ukeketaji katika kaunti ya Migori. Na vile mwanahabari wetu Lennox Odede anatuarifu, wanafunzi hao wametarajiwa kuingia kwenye kilimo ili waendelee kujikimu kimaisha. Kama njia mojawapo ya kupigana na dhulma dhidi ya wasichana wa kike kupitia ukeketaji, shirika moja kutoka nchini Finland sasa inafanya kazi kwa karibu na shule mbalimbali kutoka maeneo ya Kuria East kupitia miradi ya Empower Her ambayo inawapea fursa ya kujiingiza katika kilimo ili kujiimarisha kiuchumi. We hope that the community here can find the ways how to improve their own life. We can't bring anything here. We can only work together, and all the needs are coming from the society, the community. Martinus Balteos ambaye anasimamia utendakazi wa shirika hilo ameeleza kuwa tayari wamepiga hatua kubwa katika kufanikisha malengo yao. On the reports, that is area where people are facing biggest challenges concerning the FGM, especially being the border area, border sub-county. We have 1,600 pupils, and then we are working with men and boys. Kwa upande wake, Faith Robi ambaye ni mwalimu amesema kuwa miradi hiyo imewasaidia pakubwa wanafunzi katika kujikimu. Kwanza huu mradi umetusaidia sana kama walimu kwa sababu ya ile kufanya wanafunzi kupakia shuleni, hawatakuwa wanapatikana kwa njia kila wakati, maybe wametumwa school fees. Kwa sababu ya ile mradi ambao wanafanya nyumbani, wanapata pesa kidogo kidogo, inawasaidia wanalipa kulipia mtihani, maybe pesa ya activity na pesa kidogo kidogo ambayo inahitajika. So unapata hao wanafunzi hata kitabia wamebadilika, kwa sababu tuko na siku ambao tunakaa na wao, tunawashauri, tunawaelekeza, tunawafundisha, na unapata kwamba wamebadilika hata kitabia, hawafanani na wengine. Wazazi wa baadhi ya wanafunzi ambao wameingizwa katika miradi hiyo pia wameonyesha furaha yao kutokana na mafanikio ya watoto wao. Sasa nilikuwa naomba mtushikilie hivyo hivyo kama wazazi, mtuonyeshe yani watoto wetu mwashikilie, ili tunatamani watoto wetu nao pia wasome. Siku moja nao walete mradi kama huu tulileteo hapo. Tunatamani sana watu wa Empower. Tunashukuru sana kama wazazi wa Kuipanja. Yani tunashukuru sana. Tunaona yani ni kitu muhimu sana kwetu, inatusaidia kama wazazi. Kufundisha watoto wetu, wanajua maneno, wanajua hili na hili. Na kuhusu kutailiwa, sisi hatuwezi tukataili watoto. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka maeneo ya Kuria East, kaunti ya Migori, mimi ni Lennox. Na tukiingia kwenye sekta ya elimu ni kwamba wahadhiri wa WASU katika wa elimu wanadai ama wanataka Wizara ya Elimu kuingilia kati ya mzozo unaoendelea katika chuo kikuu cha Nairobi ama UoN baina ya usimamizi wa chuo hicho ukiongozwa na naibu chancellor wa chuo hicho na baraza la chuo kikuu cha Nairobi. Aidha, wahadhiri sasa wanataka waziri wa elimu ama wizara pamoja na Wizara ya Elimu kulituma baraza zima la chuo hicho nyumbani siku tu baada ya waziri wa elimu Julius Migos kuandikia barua chuo hicho ambacho alikuwa anazuia kuandaa mikutano ama akizuia kuandaa mikutano tofauti ambayo ilikuwa inaendelea chuoni kule hadi uchunguzi kuhusu ubadhilifu wa fedha za chuo hicho umekamilika. Sadly, immediately after the Education Committee left, there was wind that in fact the council was planning on another meeting, which was today. We sounded a warning on that, and gladly
that meeting has not taken off. This council does not respect the University of Nairobi dons. It has actually taken over the operations of the university. The Vice Chancellor has been a spectator. And we want the public really to know and understand that the University of Nairobi is in dire straits. We are in trouble. We have problems in this university orchestrated by those who are just focusing to plunder the resources of this university and destroy this our heritage. We want to call upon the government to take action now and not later. Naam, kwa habari zingine za kusikitisha ni katika kaunti ya Kisii ni kwamba polisi wametoa magunia 5 ya bangi na kuwatia mbaroni watu 3 katika mtaa wa Jock Village jijini Kisii kwa kushukiwa na walanguzi wa mihadarati hiyo katika operesheni waliotumiza hapo jana wakisaidiana na mamlaka ya kitaifa ya kupambana na dawa za kulevya almaarufu NACADA. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Kisii alitoa ama ametaka mshukiwa mkuu kujitokeza na kujisalimisha mbele ya mikononi mwa polisi kabla waanze uchunguzi na kumtafuta wenyewe. A tip off from a member of the public that there was a drug baron in this particular area. So we came in very, very fast. And upon arrival here, we conducted a search in all these rental houses, whereby we confiscated all these large amounts of cannabis sativa. So for the suspect at large, we are coming for you. We know you, we are aware you are operating, and you are destroying lives of this young generation. That we are upscaling the fight against drugs, illicit crews, and therefore we are calling for their support. Na mpenzi mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa ambayo nilikuwa nimekuandalia kwenye Mpasho saa 7, lakini ifikapo saa 1 jioni Jeff Nyakundi atakuja kukuarifu mengi ambayo yatakuwa yametokea wakisaidiana naye hapo saa 3 Onkundi, ambaye pia atakuja kukuelezea kwa ni yepi yameendelea nchini Kenya na pia ulimwenguni kote. Lakini kwa sasa nitakuwa namalizia hapo Mpasho saa 7 na kutakia mchana mwema. Langu jina Jacinta Nyabeta, mwelekezi wangu wa ishara ni Lydia Mose na mwelekezi wangu amekuwa ni Abigail Nyanchama. Kwaheri.